Hujambo na kusalimu katika jina la Bwana Yesu, jina lipitalo majina yote. Salamu hizi zinaanza na jina la Bwana kwa sababu kwa jina hili tunaokolewa, kwa jina hili tuna ushindi, kwa jina hili amani ya Kristo inatawala mioyo yetu, alafu tunatiwa nguvu ya kusonga mbele. Liko tumaini katika jina la Yesu, na ninalitamka kwa ujasiri kwa sababu Biblia inatuambia kwamba baada ya Yesu Kristo kushinda kifo na mauti, Mungu Baba alimkirimia jina lipitalo majina yote, kwamba katika jina la Yesu Kristo kila goti linapigwa, la vitu vya mbinguni, vitu vya uso wa nchi, na pia vitu vilivyo chini ya uso wa nchi. Kwa maana hiyo basi jina la Yesu Kristo ni mamlaka. Na salamu zangu hizi zinaambatana na baraka za jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Naitwa Zawadi, na leo tunaendelea tena na tafakari yetu ya neno la Mungu kutoka kwenye Rhapsody ya Uhakika. Rhapsody ya Uhakika inaandaliwa na mchungaji Chris, na tunaipata kila siku, kila mwezi, kila mwaka. Kama nilivyosema awali, ni miaka 26 sasa. Watu wengi wamebarikiwa na kukua kiroho, wamehudumiwa, wameponywa, wamepokea miujiza yao na ushirika na Mungu kupitia Rhapsody ya Uhakika. Na Rhapsody ya Uhakika inakuja kwako ikiwa na maandiko na ufafanuzi rahisi kabisa wa makusudi na mapenzi ya Mungu kuhusu maisha yetu. Haleluya. Kwa hiyo zinaandaliwa na mchungaji Chris, na mimi hapa ninakushirikisha wewe kwa sababu katika ulimwengu wangu, kwa sababu Biblia imetuambia tushirikiane neno la Mungu, na kutokana na neno la Mungu tunaishi, tunatembea na kuwa na uhai wetu. Leo basi ni siku ya 23 ya mwezi wa 6, na ujumbe wetu leo unasema lugha ya mbinguni. Lugha ya mbinguni. Neno la msingi liko katika Isaya sura ya 33 mstari wa 24. Mstari huu unasema, wala hapana mwenyeji atakayesema mimi mgonjwa, watu wakaao humo watasamehewa uovu wao. Haleluya. Nitarudia tena mstari huu unasema, wala hapana mwenyeji atakayesema mimi mgonjwa, wala wakaao humo watu wakaao humo watasamehewa uovu wao. Isaya 33 mstari wa 24. Sasa katika ufafanuzi, mchungaji Chris hapa anasema, maneno yako hudhihirisha asili yako. Unachosema huakisi wewe ni nani na unatoka wapi. Kwa mfano, kwa maneno mengine, usemi wako hufichua asili yako. Kama umezaliwa na Mungu, basi lugha yako lazima iakisi asili yako ya mbinguni na asili yako ya kiungu. Unatoka kwa Mungu. Umezaliwa kwa mfano wa Adamu wa pili na wa mwisho, Bwana kutoka mbinguni. Kwa hiyo wewe ni kiumbe wa mbinguni. Ukiangalia waraka wa kwanza kwa Wakorintho sura ya 15 mstari wa 47 na 48, ndivyo inavyosema. Una maisha ya kimbinguni yenye aina ya ufahamu wake yenyewe, yenye sifa zake yenyewe na lugha yake yenyewe. Hayo maisha yenyewe hayo ni maisha ya kimbinguni, yana aina ya ufahamu wake yenyewe, yana sifa zake yenyewe na lugha yake yenyewe. Hapa ndipo wengi wanapokosea. Wanakubali kwamba wamezaliwa mara ya pili, lakini usemi wao au mawasiliano yao hayaendani na asili yao. Bado huendelea kunena au kuzungumza lugha ya watu wenye asili ya duniani. Maneno ya hofu, udhaifu, kushindwa na vikwazo. Usiseme kama ulimwengu usemavyo, kwa sababu wewe si wa ulimwengu huu. Ukiangalia Yohana sura ya 17 mstari wa 16, inasema wao si wa ulimwengu kama mimi nisivyo wa ulimwengu. Unanena, unazungumza kutokea mbinguni. Haleluya.
Na tukiendelea katika tafakari hii hapa, Mchungaji Chris anazidi kufafanua kusema, na hilo linamaanisha nini kivitendo? Inamaanisha kwamba usemi wako lazima uendane na asili yako katika Kristo na uendane na neno la Mungu. Wenyeji wa Sayuni hawazungumzi magonjwa. Hivyo ndivyo maandiko yasemavyo. Wala hapana mwenyeji atakayesema mimi mgonjwa. Si tu kwamba ni kauli ya kawaida, ni utamaduni, ufahamu na mtindo wa maisha. Kuna lugha inayoendana na asili yako katika Kristo. Huzungumzi kupungukiwa, huzungumzi kushindwa, na huzungumzi hofu. Kwa sababu sivyo ulivyo. Maneno yako yana nguvu. Hubeba uzima, nguvu, afya, ushindi, haki na ustawi. Kwa hiyo zungumza lugha ya ufalme. Zungumza kama Bwana. Sema tu kile Mungu anachosema. Biblia inatamka wazi katika Waebrania 13 mstari wa 5 hadi wa 6 kwamba kwa kuwa yeye mwenyewe amesema, hata twathubutu kusema. Huo ndio mpangilio. Yeye mwenyewe husema na wewe husema vivyo hivyo kwa makubaliano naye. Kataa kusema kinyume na asili yako. Kataa kuruhusu maneno yako yaendane na hali zilivyo. Huongozwi na kile unachokiona au kuhisi. Unaongozwa na neno. Sema maneno yaliyojaa imani, yanayotoa uzima. Zungumza lugha ya mbinguni. Haleluya. Maombi. Mpendwa Baba wa mbinguni, asante kwa uzima wa Kristo ndani yangu na kwa asili yangu ya mbinguni. Ninazungumza kulingana na neno lako, na maneno yangu yamejaa nguvu, uzima na neema. Ninazungumza afya, nguvu, ushindi na haki leo. Uwasilisho wa imani yangu una nguvu na unaleta matokeo yanayokutukuza. Katika jina la Yesu, amina. Haleluya. Na masomo zaidi katika somo letu la leo ni kutoka Wakolosai sura ya 4 mstari wa 6. Mstari huu unasema, maneno yenu yawe na neema siku zote, yakikolea munyu, mpate kujua jinsi wapasavyo kumjibu kila mtu. Haleluya. Waebrania 13 mstari wa 5 hadi wa 6, hapa tunaambiwa, msiwe na tabia ya kupenda fedha, mwe radhi na vitu mlivyo navyo, kwa kuwa yeye mwenyewe amesema, sitakupungukia kabisa wala sitakuacha kabisa. Hata twathubutu kusema, Bwana ndiye anisaidiaye, sitaogopa. Mwanadamu atanitenda nini? Haleluya. Katika Mithali 18 mstari wa 21, hapa neno linatuambia, mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi, na wao waupendao watakula matunda yake. Hii ndio tafakari yetu leo. Bila shaka utakuwa umejifunza kitu kipya katika maisha yako. Kusema tu umezaliwa mara ya pili peke yake haitoshi. Ni kama vile watoto wachanga wanazaliwa hospitali, wanarudi nyumbani, wazazi wanaanza kuwa nao, wanaofundisha, wanawalisha. Kunakuwa na utamaduni fulani wa kuzungumza. Sasa sisi tumezaliwa kwa neno la Mungu. Neno la Mungu ni mbegu isiyoharibika. Kwa hiyo tunazungumza kile ambacho Mungu anasema. Kwa mfano kama hapa anasema kwenye Waebrania 13 mstari wa 5 hadi wa 6 kwamba msiwe na tabia ya kupenda fedha, mwe radhi na vitu mlivyo navyo, kwa kuwa yeye mwenyewe amesema, sitakupungukia kabisa wala sitakuacha kabisa. Sasa mstari wa 6 unabeba uzito. Unasema hivi, hata twathubutu kusema, Bwana ndiye anisaidiaye, sitaogopa. Mwanadamu atanitenda nini? Mauti na uzima, Mithali 18:21. Mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi. Sasa mchungaji Chris hapa
ametusaidia kufahamu kwamba huna haja ya kuzungumza kile ambacho macho yako yanaona. Zungumza kile ambacho neno la Mungu linasema kuhusu hiyo hali. Unajua, wakati mwingine sio rahisi sana watu kukubaliana na hii kanuni, lakini ni kanuni ya msingi sana. Ni kanuni ambayo inashika wokovu pia. Mtu anaokolewa kwa maneno yake. Kama hivyo tunasema mkiri Bwana Yesu awe Bwana na alafu unapokea wokovu, ndivyo ilivyo. Kwa hiyo ni kanuni ambayo iko kwa kila kitu. Iwe ni fedha, iwe ni biashara yako, iwe ni kazi yako, iwe ni afya yako. Ndio maana hapa kwenye mstari wa msingi anasema hakuna atakayesema, wenyeji wa hiyo nchi, hakuna atakayesema mimi mgonjwa. Kwa sababu ukisema kitu kama hicho, manake nini? Una endorse, unatia saini, unakubaliana na hiyo hali. Na wewe hutakiwi kukubaliana na hiyo hali, kwa sababu wewe si kiumbe wa mwilini, wewe ni kiumbe wa kiroho. Na maisha ya kiroho au ulimwengu wa kiroho ndio unaodhibiti ulimwengu wa mwili. Hapa ukianza kuleta labda sayansi, usomi na maisha na jinsi unavyotazama, inaweza kukuia vigumu. Lakini neno la Mungu linasema hapa, mwenye haki wa Mungu ataishi kwa imani, na pasipo imani, bila imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Kwa Mungu amesema, na kwa sababu amesema ndivyo ilivyo. Hakuna maswali, hakuna kutia shaka, hapana. Sema vile neno linavyosema, ndivyo utakavyokuwa, kwa sababu wewe ni kiumbe wa kiroho. Haleluya. Basi nisiendelee sana katika tafakari hii kwa sababu muda hauniruhusu kuendelea. Hebu sema sala hii baada yangu kama hujampa maisha yako Bwana Yesu, nawe utafanyika mwana wa Mungu. Sema, Bwana Mungu, nakuja kwako katika jina la Yesu. Ninaamini kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Mungu aliye hai. Ninaamini kwamba alikufa kwa ajili yangu na Mungu alimfufua kutoka kwa wafu. Ninakiri kwa kinywa changu kwamba Yesu Kristo ni Bwana wa maisha yangu kuanzia leo. Kupitia yeye na katika jina lake nina uzima wa milele. Nimezaliwa mara ya pili. Mimi sasa ni mwana wa Mungu aliye hai. Hongera kama umesema sala hii kwa uthabiti wa moyo na kwa sauti. Mungu wa mbinguni amekusikia. Karibu katika familia ya watoto wa Mungu. Tunapatikana kwa nambari +255 766 444 996, au niandikie ujumbe kwa namba yangu binafsi. Zaidi ya yote, ninakuombea baraka za Mungu uendelee kushinda na zaidi ya kushinda katika Kristo Yesu aliyekupenda. Uwe na siku njema.